Jumatatu ya wiki iliyopita kabla ya maandamano nilikuwa napitia DM zangu za TikTok. Maana ni siku ambayo nilikuwa nyumbani, nikaona nipitie DM zangu za TikTok maana zinakuwa ni nyingi sana. Nikakutana na hii DM moja, anasemaje, dadangu, nimekuwa nakufuatilia muda tu huku TikTok na ulivyoanza kupost stories za YouTube nimefurahi sana kwa sababu na mimi nina story yangu ya maisha yangu mimi mwenyewe ambayo sio ya kutisha wala sio ya kimapenzi, lakini ni ya kushangaza. Sina mtu yoyote wa kumwambia nimeona labda nifunguke kwako maana hunijui wala sikujui, kwa hiyo sina cha kupoteza. Basi kwa hiyo mimi nika accept request yake, and then alipoona nimemaccept request akani text tena. Ilikuwa ni Jumanne yake kabla ile uchaguzi. Akawa amenitext akasemaje, naogopa kutype. Kasema asante kwa kuni accept na naogopa kutype wala kutuma voice note ili kuepuka kusambaziwa screenshots na VN zangu kusambaa. Kwa hiyo kama hutojali nikutumie namba yangu unipigie WhatsApp. Nikamwambia basi nitume namba yako afu jioni ya huku mimi nitakupigia kama utakuwa bado hujalala. Basi jioni ile nimemaliza mambo yangu nikamcheki, nikampigia mara kwanza mara pili hakupokea, baadaye nikajaribu tena akapokea na tuliongea maongezi marefu sana kama masaa 3. Kwa hiyo kaa uangalie nini hasa kilimkuta huyu mtu. Karibu kwenye channel yangu, usisahau like, kushare, kusubscribe. Mtu anaweza akajifunza. Sasa huyu mtu ngoja tumtungie jina la Kichaga, tumuite Marika. Sasa huyu Marika yeye wote wamezaliwa na kukulia na kulelewa wote Moshi. Sijui ni Mawenzi, sijui ni wapi, lakini ni Moshi. Sio kijijini sana wala sio mjini sana. Na walikuwa watoto 4, yeye wa pili. Alikuwa na dadake na wadogo zake wawili, mapacha wa kike na wa kiume. Babake alikuwa ni mwalimu wa geography kwenye shule tu ya pale pale. Sasa sijui ni ya sekondari au ni ya msingi, hatukuongelea sana hayo mambo. Lakini alikuwa ni mwalimu wa geography. Mamake alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa na kibanda chake mjini, anauza ni mazao, sijui matunda, viazi, nyanya, vitunguu. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye yuko busy sana sana sana. Sasa Marika yeye alikuwaga ni mrembo tangu mdogo yani. Tangu yani enzi za shule ya msingi alikuwaga ni mrembo. Tunajua tele shule ya msingi tumesoma na wale walikuwa ni wanafunzi wetu wadogo, lakini unajua yeye akakarembo akija kuwa mkubwa atakuja kuwa balaa. Sasa Marika naye alikuwa ni hivyo hivyo. Alipofika darasa la 5 kwa bahati mbaya nzuri akavunja ungo. Tunajua mtu akivunja ungo anakuaje? Umbo lake likajichora, na akakuwa sehemu zile husika, hivyo akawa mrembo, yani kama vile akawa mrembo zaidi. Ikafika wakati hadi barabarani asipovaa nguo za shule, mtu hujui kama huyu ni mwanafunzi, unahesaba ni mdada. Wanaume kumfuata, kumtaka hivyo wakati bado ni mdogo. Sasa tangu akue na alipofika darasa 5 akaona mabadiliko. Babake akaanza kumsikiliza, anamsifia, utasikia mwanangu ni mzuri. Mwanangu ni mrembo, wewe unajisikia fahari kwa baba yako, vitu kama hivyo. Yaani alikuwa yani kama vile ameanza kumpenda, akawa anampa hela, akawa anafanya hivi. Ikafika hadi kipindi nyumbani dada yake au mama yake au wadogo zake wakitaka kitu kutoka kwa baba wanamfuata Marika, maana wanajua Marika ndo kipenzi cha baba. Marika akisema kitu baba anamsikiliza. Kwa hiyo utakuta dada yake anamfuata Marika, nisaidie basi kumkumbusha baba hela ya mtihani. Marika mkumbushe basi baba hela ada. Marika mkumbushe baba hivi na hivi na hivi. Yaani kila mtu sasa alikuwa akitaka kitu inabidi wamwambie Marika kwa sababu yeye ndo anasikilizwa na baba. Na huyo baba alikuwa ni mkali sana. Alikuwa yani ni mkali sana sana hadi majirani nini walikuwa wanajua mzee fulani yule ni mkali sana. Lakini kwa Marika alikuwa kama yani sio. Na hiyo ni baada alivyoanza ile kukua. Inafikia wakati analeta zawadi kwenye bahasha nyumbani. Anamwita Marika, shika hii, utafungua baadaye wenzako wako wamelala usiku. Si unaelewa vile. Kwa hiyo Marika naye anafurahi, baba kaniletea zawadi, na ilikuwa ni zawadi yake ya kwanza. Hiyo siku ilikuwa ni zawadi yake ya kwanza. Babake alikuwa hajawahi kuwaletea zawadi wala nini. Hiyo ndio ilikuwa zawadi yake ya kwanza. Ilikuwa imefunga kwenye bahasha. Babake karudi nyumbani usiku, akamkabidhi, akamwambia ifungue wenzako wako wamelala. Maana walikuwa na kama vyumba viwili tu kwenye nyumba cha wazazi, na wale Marika na ndugu zake walikuwa na chumba kimoja. Kwa kweli hiyo siku akasubiria wenzake wote walale, akafungua zawadi. Kufungua zawadi anakuta ni nguo za ndani. Ilikuwa ni chupi na brazia. Imagine babako hajaje kuletea zawadi, afu zawadi ya kwanza anakuletea ni nguo za ndani. Mtoto wa kike. Lakini hakushtuka sana, afu pia utoto. Kweli akafurahi. Kesho yake asubuhi anaenda shule, babake akamuuliza, "Marika, zile uliona zawadi umeipenda?"
zimekutosha, nataka baadaye ukijaribu nione zimekukaaje nguo za ndani. Sio kama amemletea socks au sketi, hapana, nguo za ndani. Nijaribu afu nikuoneshe ni babangu. Haya, tuendelee. Marika alikawa kama anahisi sio sawa, lakini unajua mzazi ni sawa na ile ukiambia babako ni hivi au mamako ni hivi. Kama ni mzazi wako hata aweje, huwezi kaamini kwa sababu ni mzazi wako. Kwa hiyo hakutaka ni hayo mawazo yameingie kichwani. Afu kizingatia wale yeye na ndugu zake walikuwa hawajazoeana na wazazi wao. Hata mama yao alikuwa ni mfanyabiashara, wao wanawake pambanaji sana. Maana familia yao yani wamekuwa mama na baba kila mtu anajitegemea, yani kila mtu anapambana kivyake, yani hawapeani hela wala hawasaidiani chochote. Kwa mama anajitafutia, baba anajitafutia. Kwa mama alikuwa anaamka mapema, ni saa 10 saa 12 anawahi hais kupanda kwenda wapi? Mjini, kwenda kufanya biashara yake. Akikosa ina maana anasubiri hadi jioni tena kwenda kufanya biashara. Kwa hiyo unakuta mara nyingi hawana muda wa kukaa na mama yao. Mama alikuwa na wale wachaga wakali, unajua wanawake fulani hivi. Kwa hiyo hata ikitokea kitu hawezi kwenda kumwambia mamake. Mamake hakuwa mtu wake wa karibu. Kwa hiyo hata na hili swala hakuweza kumwambia mamake wala mtu yote. Kwa wakati anabaki nalo anaona itakuwa bado ni sawa. Ni sawa, hamshirikishi mtu. Sasa Marika kuona ni babake siku hizi anampenda na mjali. Yaani unajua ni ndoto ya kila mtoto kuona babake anampenda na kumjali. Sasa ni akawa anaona kama ni yani ana furaha ambayo hawezi kuielezea, na alikuwa hataki kitu chochote kiharibu ule uhusiano wa baba na mwanae. Yani ule upendo kutoka kwa baba kwenda kwa mwanae. Alikuwa anajua nani ana bahati sana. Siku zinazidi kwenda akaingia darasa la 6. Asema katika siku ambazo hawezi kuzisahau ni hii siku. Kuna siku ametoka tu shule, babake wako amekaa mezani, babake anamfundisha mambo ya shule. Unajua babake naye ni mwalimu kwenye shule tofauti. Kwa wakati amekaa naye ile jioni mezani anamfundisha. Bila anamfundisha mara apitishe hivi mkono kifuani, anajidai labda anachukua peni au daftari. Anapitisha hivi mkono kifuani kwa Marika. Anachukua peni. Mara anamfundisha, akikosea anajidai kumfinya. Sasa kumfinya yake anamfinya huko ndani ya sketi kwenye mapaja. Lakini Marika hakushtuka, kwa anaona tu kama yani ni sawa. Sio ndio akili za kitoto. Basi kadri siku zinazozidi kwenda mambo yanazidi kubadilika. Sasa hivi ilikuwa hata akienda shule, akirudi nyumbani amechelewa, anakuta babake amemnunia. Baba anajua shule wanatoka saa 9. Akirudi saa 11 au saa 12 babake anakuta amenuna. Na ni kwa Marika tu. Ile weekend labda marafiki zake wa shule wakija wakawa wanacheza wote siku nzima, baadaye jioni babake anakuta amenuna. Kwa hiyo kafikia wakati tangu darasa la 5 Marika alikuwa hana marafiki, hana nini. Akitoka tu shule always yuko mezani na babake anafundishwa, au akitoka tu ile shule yuko tu nyumbani. Hata dada zake, ndugu zake akiwa wameenda kucheza, yeye yuko tu nyumbani, imadi tu babake amuone hapo. Hasa alivyokuwa anaona hivyo, kumbe nikifanya hivi babangu akasirika au aninuni, ndio ikawa tabia yake. Muda unazidi kwenda, hana marafiki, hana mtu yoyote. Yakirudi tu akimaliza tu vitu vyake always yuko nyumbani, babake tu amuone. Sasa Marika akawa anajiuliza, kwa nini baba mimi ananipenda zaidi? Kwa nini huu upendo hawaoneshi ndugu zangu? Kwa hiyo siku moja ametoka shule, wako kama kawaida mezani wanafundishana. Akamuuliza, hivi baba, kwa nini unanipenda tu? Yani kwa nini unanionyesha upendo sana mimi? Yani unanipendelea mimi kuliko ndugu zangu? Babake akijidai kama vile amenuna. Eti mimi nawapenda wote, nawapa zawadi, sema tu kila mtu nampa zawadi kwa wakati wake, kila mtu naongea naye na kumuonesha upendo kwa wakati wake, ndio maana wewe unahisi baba na kuonesha tu wewe peke yako. Kwani nimeumia sana? Akajidai kama amenuna. Basi Marika kuna vile akapanic. Maana katika hofu kubwa Marika alizokuwa nazo ni baba yake kurudi kama vile zamani, kuwapotezea kutowajali. Kwa akawa anaogopa, yani hataki babake ampoteze, yani hakutaka kumpoteza babake kama kipindi kile. Kwa alikuwa anataka nile attention na upendo wa babake aendelee kuupata. Kwa akamwambia, baba nisamee, sikumaanisha hivyo. Babake akamwambia, kama unataka nikusamee nikumbatie. Imagine baba mtu mzima anamwambia hivyo mwanae. Umeniboa sana, umeniumiza, kama unataka nikusamee nikumbatie. Basi Marika kwa vile ni mtoto afule ni babake, kweli akamkumbatia kwa furaha zote. Ana akafurahi, maana ane kipindi kwa anajiona kama malkia, yani sio ni malaika, sio malkia, anakuwa anajiona kama yani yeye ndo ana bahati kuliko watoto wote duniani. Na ukiangalia wazazi wao ni wale watu ambao walikuwa hawana muda na watoto, na wale wazazi ambao uende shule ufanye kazi ndani hivyo, yani hauna ile upendo ile watoto na wazazi. Kwa hiyo vile anaona babake anampenda nini, yani akawa anafurahi sana. Yani akawa anajiona kama amepata zawadi ambayo hajawahi kupata maisha yake yote. Kumbe asijue kwamba upendo wa baba yake ambavyo Marika anautafsiri ni tofauti na dhamira ya baba yake. Sio niseme hivyo. Basi tusogeze muda mbele.
Marika akaingia darasa la 7. Na mind you, bado wanaume walikuwa wanamendea. Unajua ile zamani watu ukimaliza tu darasa 7 unachumbiwa au unaolewa. Na hivyo hivyo wanaume yani mtano walikuwa wanamendea nini? Anamaliza darasa 7 bwana alikuwa ni mzuri jamani huyu dada. Yaani hata sasa hivi pamoja na kwamba umri umeenda ni mzuri. Maana kwenye DP kama yule ndo yeye kwenye DP niliyemuona. Jamani huyu dada ni mzuri sana. Sasa si imagine kipindi hiko alikuwaje. Basi kweli akaingia darasa la 7. Sasa kipindi kwa darasa 7 kuna usiku babake akamwambiaje, mwanangu jioni, usiku kuna kitu nataka nikufundishe kwenye zizi la ng'ombe. Kwa hiyo ikifika jioni ukisikia mimi nimefungua mlango wa chumbani kwangu, na wewe njoo toka, twende nikuoneshe kitu kwenye nini zizi la ng'ombe. Akazuga akamwambiaje, chukua kitenge au kanga ujifunike maana ni baridi. Kumbe hapo ana maana yake mwenyewe. Usiku kafika, baba mtu akafungua mlango wa chumbani kwa babake ulikuwa ni una kelele sana, akifungua hivi mtu unasikia. Kwa Marika kule chumbani kwake akawa anakaa nasikilizia babake atoke. Kweli babake akafungua mlango usiku ile akatoka. Na Marika naye alivyosikia hivyo akachukua kitenge na kweli akawa amejitupia hivi ili asisikie baridi, maana wanaenda zizini ni nje ya nyumba, alafu ni moshi, alafu usiku kwa baridi. Kweli akatoka akawa anamfuata nani babake. Alafu sasa nyumba yao ilikuwa ni haina fence, lakini unakuta yani imezungukwa labda na miti sijui michongoma, alafu nyumba afapo kama kuna njia ya kupita. Alafu hapa alisema pembeni ya nyumba yao kwa kusu kuna choo cha nje na bafu. Alafu wakawa kama sijui wana migomba nyuma ya choo. Alafu ndo zizi, alafu kokote migomba sijui shamba nini kote huko nyuma. Basi wakatoka akaenda mpaka zizini na jidai anataka amfundishe kitu. Hasa ndani ya zizi lao anasema kwa kuna chumba ambacho walikuwa na hifadhi nyasi kavu na vifaa vile vya kukamulia maziwa ng'ombe, sijui dawa za ng'ombe, sijui makolokolo, pumba nini, ndio hicho chumba alikuwa anaweka. Akaingia huko na babake. Walipoingia huko babake kanamwambia, mwanangu, unajua mimi nakupenda sana. Ninachoenda kukufundisha sasa hivi wewe una bahati sana kwamba kimetokea uko na babako, mimi ni mtu salama kufanya hiki kitu, kukufundisha hiki kitu, kuliko ukienda huko ukakutana na watu ambao hawana uchungu na wewe wakakufundisha. Mimi nakupenda sana ndio maana naenda kukufundisha hili tukio, na ni salama kwa sababu mimi ni babako, mimi na uchungu na wewe, kwa hiyo hiki kitu ni salama. Kwa wewe una bahati sana, watu wengi hawafundishwi tena baba zao. Kwa hiyo kilichoenda kutokea, ndugu zangu, nyinyi ni watu wazima mnaelewa. Pamoja na kwamba yeye alinyadisia yani kila kitu, lakini kwa kweli ni mambo ambayo hata yapendezi kwa hadisia hivi. Kwa hiyo tulipofika hapa, yeye mwenyewe kwenye simu kwanza alikuwa yani kama anahadisia afa na stop. Yani anahadisia kwa uchungu, ni kama analia kwa uchungu. Kwa sasa mimi nikawa namwachia kwanza. Yani tukifika yani hao masaa matatu tumeongea, sio eti masaa yote tunaongea. Kuna muda yani anatulia kwanza kama dakika 10 na mwacha alie. Atulize uchungu afa akiwa sawa. Ndio namwachia hadisie kwa anavyoweza yeye. Mimi hapa nabisa tu yujua haraka, lakini jamani, kama ningekuwa na uwezo wa sijui ya kusemaje. Jamani, kuna watu wamepitia mambo ya ajabu duniani. Basi akanasema tangia siku hiyo yani ni kama kitu kilibadilika maishani mwake. Akawa kama haelewi. Yani kuna kitu kinamwambia nini kimetokea, yani ni kama haelewi, yani kama haelewi. Kitu kinamla ndani kwa ndani. Hajui amwambie nani. Hawezi kumwambia dada yake, hawezi kumwambia mamake. Mamake alikuwa ni wale watu wakali, yani wale watu wa kupiga kutukana. Ndio mamake alikuwa hivyo. Kwa akimwangalia mamake anasema mimi na mwanzaji. Kwa hakuweza kumwambia mtu yoyote, ni kitu kilichokuwa kinaendelea kumnini ndani kwa ndani. Haelewi ni kitu kizuri, ni kitu kibaya, yani haelewi. Na ukizingatia hajawahi kuelewa nini maana upendo, nini maana tangia awe mdogo babake ndo amekuwa mtu kumuonesha upendo. Kwa haelewi yani upendo ule, upendo wa kimapenzi na upendo ule wa familia, dada, ndugu wanapendanaje, haelewi tofauti. Basi hiyo darasa 7 kipindi kile wanakaribia kufanya nekta ya darasa 7, kwa bahati mbaya mamake akafariki. Kipindi anajifungua, complications sijui alipata, sijui pressure sijui nini ilipanda, akafarikije. Hiyo nekta yake darasa 7 mama yake kufariki. Mwaka uliofuata dada yake alikuwa anaingia form 2. Baba yake akampeleka boarding huko milimani Moshi hapo. Wadogo zake wale wawili na wenyewe walikuwa wanaingia darasa 6, wakapelekwa boarding. Sijui ni Njiro, sijui ni wapi, lakini ni Arusha, lakini ni boarding.
Marika hakupelekwa boarding. Akawaga tu anaenda shule na kurudi. Basi anakuambia mambo ndio yakazidi kuwa mabaya. Akawa anaendaga shule afa narudi. Sasa babake akawa na tabia unakuta anaingia tu chumbani kwake, au yeye Marika akienda kuoga unashangaa babake ameshakuja na yeye bafuni. Akawa anamtisha. Yaani akawa anamwambia mambo ya ajabu. Sasa unakuta Marika anamwambia baba, hapana, mimi siwezi tena kufanya haya mambo. Babake anamwambia umeanza kuwa kiburi, unakuwa tuone sasa nani atakulipia ada, au tuone sasa utaenda kuishi wapi, au tuone utakula nini. Sasa akawa ile kuogopa. Unakuta anamkubalia. Wanaendelea kufanya yale mambo. Yaani ndio ikawa kama desturi. Akitaka kitu inabidi tu amkubalie babake. Sasa akawa anaona akishamkubalia babake anaanza kuwa kama mtu fulani hivi, anampenda, anamletea mazawadi, sijui hela, sijui nini, mara kafanya hivi, mara ampeleke wapi, mara wasafiri waende Arusha, sijui waende wapi, mara ampeleke wanaenda kula chips, sijui nyama nini, nyama choma. Basi akaona kwao nikimkubalia baba maisha yangu yanakuwa mazuri, nikimkatalia nateseka. Kwa hiyo ikawa kama desturi. Kwa akana kubali tu. Hapo yuko form 1, shule hapo. Yaani sio mbali sana hapo lakini sio boarding. Alipofika form 3 baba yake akamweka boarding. Shule fani hivi Marangu ni ya wanawake tu. Baba yake mwaka huo mwishoni alikuwa sio anaenda Tanga, sio ni wapi? Anaenda kuhangaikia mambo ya mitihani ya form 4 NECTA. Ila sio kusaisha au kusimamia, one of the two. Kwa hiyo akamweka boarding, ilikuwa ni shule ya wadada tu Marangu. Basi sasa tangu aingiage kwenye shule akagundua kitu. Stories zake yeye na stories za wenzake ni tofauti. Yaani stories za wazazi, baba nini, yaani ule uhusiano wa wenzake na baba zao na yeye ni tofauti. Akawa anagundua ni akiwadisia kitu mimi babangu ameniletea kitu fulani. Mimi babangu nikiwa hivi namuuliza babangu. Kwanza akawa anamshangaa, wewe mbona sio kawaida? Yeye anasema sio kawaida kivipi? Kwani nyinyi baba zenu nani hivyo? Yaani stories zake nyingi wenzake walikuwa na tabia ya kumshangaa. Lakini sasa alikuwa kama ashaanza kuhisi labda haikuwa sawa, au labda vile babangu alivyokuwa ananifanyia haikuwa sawa, lakini alikuwa hataki. Kitu kinamwambia hapana, yule ni babako, amekuonesha upendo, sio nini. Kwa hiyo akawa anajiambia hivyo na anajidanganya kwamba hapana, babangu ananipenda na ni baba bora, ili asichanganyikiwe. Lakini siku zinazozidi kwenda akawa anasema kitu hakiko sawa. Akaanza desturi likizo zikifika anamwepuka baba yake. Kwa mfano ile form 3 sio akifunga shule haendi nyumbani, anaenda kwa bibi yake huko milimani kijijini. Huko Moshi. Lakini mpaka alipomaliza form 4 ndo mara moja tu aliendaga nyumbani kumwona baba yake mara moja kabla hajaenda chuo Arusha. Basi akaendaga chuo Arusha akasomea hotel management. Alipomaliza akabahatika kupata kazi kwenye hotel fulani iko Meru. And then akafanya kazi kidogo and then akahama akaenda kufanya kazi hoteli nyingine ya utalii sijui ya nini. Ndo ambako anafanya kazi mpaka leo hii. Anakuambia hajaonana na baba yake tangu amalize form 4. Mpaka leo hii hajaonana na baba yake. Na baba yake anaumwa, ni miaka 2 sasa, yuko tu kitandani. Hawezi kuongea, hawezi kusimama, hawezi kukaa, yupo tu kitandani. Na hajaenda kumuona. Anakuambia mpaka leo yani psychology yake ni kama haiko sawa. Ana miaka 33 lakini hajawahi kuwa kwenye mahusiano, hayuko kwenye mahusiano na hatarajii kuwa kwenye mahusiano. Yani ni kama hii kitu imemharibu kisaikolojia. Kipindi yuko chuo mpaka hivi anamaliza alijaribu kuingia kwenye mahusiano na watu tofauti lakini hawezi. Yani anaweza kaa kwenye mahusiano hivi, huyo mwenzake akitaka hata kumshika hivi anapata uchungu, hasira, au hata unajua ile kwenye mahusiano ikifikia muda wa kulala na mwenzake hawezi. Yani anainuka tu anakimbia hata kama ni usiku, yani hawezi. Anapata tu uchungu, hasira, haelewi vinatokea wapi. Hana marafiki kwa sababu hawezi kuishi na watu, sio kazini, sio majirani, yani hawezi kwa sababu hajui kuishi na watu. Imeharibu sana anavyotafsiri mahusiano. Hajui tofauti ya kupendwa na rafiki, kupendwa na ndugu na kupendwa na mpenzi. Yani haoni mipaka. Yeye anaona yote ni kitu kimoja. Yani ni kama hayuko sawa. Na baba yake ndio hivyo, ni mgonjwa, yani ni mahututi. Haongei, hafanyi nini. Analishwa yani ni na mirija, sijui mipira ile. Hawajawahi kukaa kuongea na baba yake kuhusu hili jambo. Tangu hivi anakuwa anajitambua na sasa hivi ni mtu mzima, akianza kuanza na kukumbuka yani miaka hiyo tangu yuko darasa la 5. Sasa hivi ndo anaanza kufunguka kwamba lakini hawezi kuongea na babake, hawezi kukaa, hawezi kupata closure ile kumaliza ile swala, hawezi kwa sababu babake ndo hivyo hajitambui. Kwa hiyo amebaki tu na uchungu, hasira, haelewi aongee na nani. Kuna kipindi alijitahidi kufunguka kwa dada yake lakini dada yake hakumwamini, akamwambia tu ni muongo, unakuwa unakufuru, tena ukafanye toba, wewe ni muongo, usikamsingizia baba kitu kama hiko, ukizingatia baba ndo alikuonesha upendo kuliko sisi, ulisoma shule nzuri, ulifanya hivi, afu ndo unamuongelea hivyo, huna shukrani. Kwa
urafiki, ukaribu na dadake. Dadake alimtoa kwenye maisha yake, akaachaga kuongea naye baada ya kufunguka ile jambo. Kwa hakawaga hana mtu wa kuongea naye mpaka hivi anakuwa, mpaka enzi hizi mambo ya ChatGPT ndo akawa anaongea na ChatGPT, anamwambia, anafunguka. ChatGPT vile anamshauri, anamwambia afanye nini, aachilie, asamee, sijui hivi, ajaribu kuongea na watu tofauti ili tu alitoe moyoni hivyo. Ndo maana hata alivyoweza kunitafuta tukaongea, yani hivi yote haya yanakuwa yanamsaidia, yani kupunguza ule uchungu na kupata ile closure ambayo hawezi kuipata kwa babake. Basi ndo akawa anasema ChatGPT akawa kama ndo rafiki yake, ndo kama daktari wake, anamsaidia, anamwambia abidi atulie, akubaliane na ukweli, a process, anamfundisha njia tofauti za abuse, njia za nini na kwa nini ilikuwa hivi, asijilaumu, sijui nini. Yani unajua yote hayo ndo kama vile amepata sehemu ya kujifunza na kuyatoa kichwani kwake. Kwa hiyo ni mmoja tu ambaye sasa hivi baada ya miaka yake yote ndo mama kuja kufunguka sasa hivi. Je, ni watoto wangapi ambao wako kwenye familia za hivi? Ni watoto wangapi ambao balisha wakuta zamani lakini mpaka leo hawajai kupata sehemu ya kufunguka au kusema au kuongea? Kama kuna mtu mwingine ambaye ashai kumkuta ya hivi, tu mimi nikwambie hauko peke yako. Wapo wengi. Lakini pia niwaambie kwamba haikuwa kosa lako. Yani wewe sio sababu. Wala usijilaumu, wala usijione mjinga, mala sijui nini. Sio kosa lako. Kwa tumefika mwisho wa hii story. Nikuombe usisahau ku-like, kushare, kucomment na kumshauri au kuacha neno kwa ajili ya mwenzetu. Kama kuna kitu ushawahi kusikia cha hivi, au kama una ushauri, au kama una chochote, usisahau kuacha kwenye comment section, lakini pia share na watu wengine wanaweza kujifunza. Usisahau kusubscribe. Bye.